Guys, hivi wewe ni moja kati ya watu ambao walipoteza wateja kwa sababu wateja walitapeliwa? Yaani wateja waliamini wana communicate na wewe, kumbe wana communicate na matapeli. Lakini je, unajua kati ya sisi wafanyabiashara pamoja na matapeli, gap letu ni dogo sana. Yaani tuna tofauti ndogo sana. Na ulishawahi kujiuliza kwa nini matapeli wametuzidi akili? Yaani wamekuwa na ubunifu kuzidi sisi wafanyabiashara. Sasa kama ulikuwa unajiuliza hayo maswali, basi leo naweza nikaenda kukupa majibu ya hayo maswali uliokuwa unajiuliza. Come itaneni hapo mkae stable kwa ajili ya kupata majibu ya hilo swali uliokuwa unajiuliza. Okay, leo nataka tuzungumzie changamoto ya sisi wafanyabiashara ambao tumekuwa tukikutana nayo mara kwa mara, na hii si nyingine, ni changamoto ya matapeli. Yaani imefika hatua matapeli wamekuwa wanatuzidi ujanja sisi wafanyabiashara, wamekuwa wanabuni mbinu mpya kila siku ya wao kuweza kujua namna gani wanaweza kukamilisha au kutimiza matakwa yao ya kuweza kukamilisha biashara yao, kwa sababu matapeli na wao ile ni biashara yao. Na changamoto iko wapi? Changamoto ni kwamba matapeli wao wanatumia muda mwingi kubuni mbinu mpya ya kuweza kufanya utapeli. Lakini pia hawa matapeli wanatumia muda mwingi kujifunza kuhusiana na teknolojia mpya, na wanakuwa na ile hali ya kuadapti haraka teknolojia mpya. Wakati huo sisi wafanyabiashara tunatumia mbinu zile zile, tunatumia mifumo ile ile. Ndio maana inafika hatua sisi wafanyabiashara tunazidiwa mbinu na matapeli, na mwisho wa siku sasa wateja wanaamini zaidi kwa tapeli kuliko kutuamini sisi wafanyabiashara halali. Matapeli wanatuzidi ujanja sisi wafanyabiashara. Kwanza wao wanajifunza teknolojia mpya kwa haraka sana, alafu matapeli ni watu ambao wanajaribu kitu haraka, wakiona hakiwapi matokeo wanakibadilisha ndani ya muda mfupi, umeona. Lakini kitu kingine ambacho matapeli wametuzidi ni kwamba wao wamekuwa wanajua sana. Jamani, hakuna watu wanajua kucheza na saikolojia kama matapeli. Matapeli wanajua kucheza na saikolojia. Kama nilivyosema awali kwamba matapeli wanajua kucheza na system. Kwa mfano, natolea mfano tu, mimi ndani ya mwezi huu wa 4 nilikuwa nadaiwa kodi. So nilimalizana na baba mwenye nyumba, nikamlipa kodi yake yote ambayo alikuwa ananidai ya miezi 6 mbele. Then ndani ya wiki hilo nikapokea message kutoka kwenye namba mpya, ikaniambia habari za saizi. Yaani alitumia ukarimu kabisa, vipi kuhusu kodi, naona siku zinaenda, wakati mimi namba za baba mwenye nyumba nazifahamu. So nikagundua kabisa huyu ni tapeli, ameenda na ile algorithm yangu ya kwenye simu au ya kwenye mfumo. Kwa hiyo ningekuwa ni mtu wa haraka haraka ambaye sijakaa chini nikareason, nilikuwa naenda kutapeliwa, naenda kulipa kodi. Lakini kwa sababu nilikuwa tayari nimeshagundua kwamba mimi sidaiwi kodi na inakuwaje huyu mtu ananitafuta kwa namna hii, nikagundua kabisa huyu ni tapeli, kwa sababu nilipoendelea kumhoji alikaa kimya mpaka dakika hii ninavyoongea. So wanagundua sehemu yenye upungufu, wanagundua sehemu yenye uhitaji, na wanagundua sehemu ambapo wanaona kabisa panatakiwa kufanyaje, panatakiwa kutoa huduma fulani. Kwa hiyo wanaenda na ile hali, kuna njaa, kuna tamaa, kuna uhaba, umeona. Kwa mfano hao wanaotumia mitandao ya simu, wengi utasikia na kutolea hela, au umeshinda, labda ulikuwa umebeti, si umecheza michezo ya bahati nasibu, wanajua kabisa huyu mtu ana njaa, ana tamaa, wanaweza kukufanya ukasafiri masafa na masafa ukaenda kupoteza pesa yako zaidi, kwa sababu wanajua kucheza na saikolojia za wateja wetu. Lakini kitu kingine kikubwa, hawa matapeli hawana mipaka ya maadili. Matapeli hawana mipaka ya maadili, wanaweza wakatumia mbinu yoyote ile kuhakikisha jambo lao linatimia, na ndio maana wamekuwa wanajenga trust zaidi kwa wateja wetu kuliko sisi wafanyabiashara tunavyojenga trust. Yaani mteja ni rahisi kutapeliwa, ni rahisi kuibiwa akiamini yuko njia salama kuliko akiaminishwa kwamba huko unakoenda sio salama, njia salama ni hii. Ndio maana wateja wetu wengi wamekuwa wanaibiwa, kwa sababu hawa matapeli wametuzidi ujanja, wametuzidi ubunifu.
kujua. Tapeli mmoja anaweza akaharibu mfumo mzima wa biashara, anaweza akapoteza trust kwenye soko lako zima. Kwa sababu tunajua teknolojia ina nguvu sana. Sasa matapeli wanaweza kuleta madhara gani kwenye biashara zetu? Kwanza kabisa, kupoteza uaminifu kwa wateja wetu. Wateja wetu wengi tumekuwa tunawapoteza kwa sababu wali-communicate na watu tofauti. Unakuta mteja huyu mmoja, kwa sababu ana uhitaji wa ile huduma, akishaona umeposti atakuuliza wewe labda bei, ataenda kwa mtu ambaye ana bei ya chini yako wewe. Naomba hilo lizingatiwe, yaani kwamba, na hiyo kitu imeshaitokea. Unakuta kuna matapeli ambao kazi yao kubwa ni kutengeneza peji za mitandao. Hasa sisi wafanya biashara online tunakutana nalo sana. Mtu anatengeneza peji fake mtandaoni, anaandika vitu vya gharama kabisa. Unakuta bidhaa hizo wewe unauza ni gharama, lakini kuna mtu ameposti almost 50% ya gharama unayouza wewe, yeye ameishusha. Sasa kwa sababu ya umaskini na tamaa na ujuaji wa wateja, mteja anaachana na wewe kwa sababu una bei ambayo ni ya juu zaidi, anaenda kukimbilia kwenye peji ambayo gharama yake iko chini. Mwisho wa siku analipia ile product na at the end of the day hafanyiwi delivery, hapati huduma yoyote. Ana conclude kwamba wafanyabiashara online wote ni matapeli, kitu ambacho kosa ni yeye mwenyewe. Amepeleka imani zaidi kwenye kitu ambacho kina gharama nafuu na hakuangalia usalama wa pesa zake. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho pia wamejua kukicheza, au nasema hiyo ni mbinu pia ambayo wafanyabiashara wengi au matapeli wengi wameweza kuitumia kuweza kuteka soko na kuteka saikolojia ya wateja. Kitu kingine ni kwamba yaani kutumia gharama kubwa kujenga trust kwa wateja, kwa sababu mteja akishatapeliwa au wateja wakishatapeliwa, wateja wana tabia ya kuambizana kwamba mtu fulani ni tapeli, mtu fulani ni tapeli, kweni makini. Kwa hiyo ukishaona umeshachafuliwa na mteja mmoja, jua umechafuliwa soko zima, yaani una uwezekano mkubwa wa kupoteza hundreds namba ya wateja wako. So hiyo ndo athari pia nyingine ambayo inafanya matapeli wazidi kutuharibia biashara. Kitu kingine, mauzo yanashuka, kwa sababu ukishapoteza trust kwa mteja wako mmoja, manake ana watu. Kumbuka, wateja ukiwahudumia vizuri wanaambizana. Nyinyi wenyewe ni mashahidi, kuna wateja wanakuwa referred na wateja wengine. Nimepewa namba yako na mtu fulani, ulimhudumia vizuri, mimi nahitaji huduma yako. Sasa kama yule mtu hukumhudumia vizuri au alikutana na tapeli, hakukufikia wewe, tapeli akamdaka juu kwa juu, maana yake unachafuka wewe, hatochafuka wewe tapeli, kwa sababu akishamaliza jambo lake hawezi kuonekana tena mtandaoni. Mwisho wa siku tapeli yule atakuwa ameshakuharibia purity yako yote kwa wateja, na hutaweza kuaminika tena unless otherwise utumie namna nyingine au utumie brandi mpya kuweza kujenga trust kwa wateja wako tena. Hilo nadhani wafanyabiashara wengi wanajua na wameshakutana nalo. So kitu kingine ambacho unatakiwa kujua kwamba tunaathirika vipi na hawa matapeli ni kwamba ukishakuwa umeharibikiwa hivyo, jua kwamba wewe kuna hatari ya biashara yako kuyumba au kupotea kabisa. Na wengi unakuta biashara zao zinakufa kwa sababu wateja ndo nguzo na ndo msingi wa biashara. Ukishashindwa kufanya biashara au ukishapoteza trust kwa wateja, umepoteza mauzo. Ukishapoteza mauzo, kumbuka ile biashara inajiendesha. Utalipa vipi kodi? Utaendesha vipi biashara hiyo, labda kwenye kulipa mambo ya leseni na vitu kama hivyo? Mwisho wa siku unajikuta unapoteza biashara totally. So hapo ndo tunapokuja kukutana na athari kubwa ambazo tunazipata sisi kama wafanyabiashara dhidi ya matapeli. Sababu kubwa au yapo makosa makubwa ambayo sisi kama wafanyabiashara tunayafanya, na ndio maana matapeli wametuzidi akili. Kwanza kabisa, sisi sio watu wa kufanya innovation. Yaani tumekuwa ni watu ambao hatutaki kabisa kujishughulisha na kuweza kutambua au kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na biashara zetu na namna ya kuziprotect. Kitu kingine ni watu ambao tunachukulia kwamba biashara ni matangazo, ni kulipia matangazo. Ukishamaliza umepata simu 2 3, umelipia, wateja wamenunua, umemaliza. Hauna muda wa kuprotect biashara yako, lakini pia hauna muda wa kuijua sayansi ya kuweza kutengeneza tangazo ambalo litateka saikolojia ya mteja na kuweza kuhakikisha kwamba yule mteja hata angepigiwa simu na tapeli gani, amejenga trust kwako wewe, kwa sababu umeweza kuwa na ubunifu wa kutengeneza tangazo la biashara yako kiasi kwamba
Yani hakuna mtu, yani ni kama limbwata tuseme, yani unakuwa umetengeneza limbwata kwenye tangazo lako la biashara ambayo mteja hawezi kuona pembeni. Yani yeye ameshanyoka na wewe moja kwa moja, ni mpaka atakapopata huduma kutoka kwako wewe. Kitu kingine hatuwezi, yani tunakosa muda wa kujifunza na kupata elimu kuhusiana na wateja. Hatujajua wateja wetu wanataka nini, hatujajua wateja wetu wanavutiwa na kitu gani, yani hatujawa na ule ubunifu au chombeza ya kuweza kuwavuta wateja wetu kwa namna hiyo, yani kwa sayansi hiyo kama ya matangazo, kwa sayansi ya kujua wateja wetu wanataka nini. Wateja wetu hawataki tu kununua, wanataka kupata suluhisho la kile wewe unachokiuza. Hicho unachokiuza wewe, mteja kitaenda kumnufaisha kwa namna gani? Je, kitatatua tatizo lake au tu ndo umeposti kwamba nauza skincare hivyo bra umemaliza? So hapo ndo ambapo matapeli wanapotuzidi ujanja. So tunatakiwa kuhakikisha tunafanya namna yoyote ile kuhakikisha tunajipa muda wa kujifunza, tunajipa muda wa kujua market yetu au soko letu linataka nini, na tunaliprotect vipi hilo soko dhidi ya maharamia. Lakini pia tumekuwa tunacheza michezo ya zamani, yani inamaanisha kwamba tunatumia mbinu za zamani sana kwenye kufanya biashara zetu, kwenye kuendesha biashara zetu. Jamani, biashara ni ndoa nyingine. Yani vile ambavyo huwa tunasisitizwa kwamba unapoingia kwenye ndoa kawe mbunifu, uweze kunogesha penzi lako, hata kwenye biashara ni hivyo hivyo. Unatakiwa uwe mbunifu wa kunogesha penzi lako wewe na wateja. Yani wateja wale ni wapenzi wako, wale ni yani sijui nielezaje, lakini wale ni watu ambao ni wa muhimu. Unatakiwa uwa protect, usiwapoteze, kwa sababu ndo wanaokuweka mjini. So baada ya kusema, tukitaka kuweza kuondokana na changamoto hiyo ambayo tumekuwa tukikutana nayo ya utapeli ambao umekuwa ukituharibia image ya biashara zetu, kwanza kabisa tunatakiwa tuwe ni watu wa kujifunza, tuwe ni watu wa kufanya innovation, lakini pia tujipe muda sahihi au muda wa kutosha kufanya uchunguzi, kuijua teknolojia vizuri, namna gani tunaweza kuprotect wateja wetu pamoja na biashara zetu. Lakini kitu kikubwa kabisa cha msingi, tunatakiwa tujipe muda wa kujifunza. Ukiachana na kujifunza, tunatakiwa tutumie system vizuri. Kwanza tuwe verified, yani uverify biashara yako, utumie payment system ambayo ni advanced, lakini pia unatakiwa uwe unafanya changes kila siku, yani unajifunza vitu vipya kila siku. Tuwe ni watu wa kuadapt teknolojia mara kwa mara, tuwe tunajifunza. Tusione kuna wataalamu wa biashara tukawachukulia poa. Hawa watu wapo kwa sababu ndo kama hivyo, yani kwamba kuna maharamia wa mtandao ambao kila siku wanabuni mbinu mpya. Sasa ili tuweze kupambana nao, sio kwamba kila mtu anajua teknolojia inayofanya kazi. Wapo watu ambao wako maalum kwa ajili ya kusolve changamoto zetu, tunaweza tukaongozana na hao. Lakini pia ikumbuke kwamba matapeli wanagundua mbinu mpya kila siku. Ndo kama hivi, unakuta mteja amekutumia message ya muamala, unaona kabisa hii message imethibitishwa, unaona yani imekuja na jina kabisa M-Pesa, imekuja na jina kabisa CRDB. Sasa wewe kwa sababu umezoea na unafanya biashara kwa mazoea, utachukua ile message, utaisoma tu, umemaliza. Hujaenda kusoma salio kule kuthibitisha kweli pesa imeingia, kwa sababu tu umezoea kwamba kwa sababu imekuja na jina CRDB basi itakuwa ni uhakika. Unachukua product unampelekea mteja, kumbe mwenzako ameedit ile message, amekutumia, imekuja kama message ile ya bulk SMS kutoka labda CRDB, NMB and whatever. So unatakiwa uwe ni mtu wa kudadisi. Okay, nimetumia muamala, hebu niende nikasome salio. Last time salio nilisoma hivi. Ikiwezekana kama kuna possibility ya kupata hata statement for yani ile haraka haraka. Uzuri sasa hivi tumerahisishiwa. Ukiwa na mobile app zile za benki, una uwezo wa kusoma statement haraka na ukamfanyia mteja delivery. Kwa tusiende kichwa, message sasa hivi zinaeditiwa. Watu wanabuni mbinu mpya kila inapoitwa leo. Kwa hakikisha una protect biashara yako kwa kuwa mbunifu, kwa kujifunza na kujipa na muda wa kuijua teknolojia vizuri. Tukiweza kwenda hivyo kwa namna moja au nyingine, tutakuwa tunaenda sambamba na matapeli. Ziko mbinu nyingi sana ambazo matapeli wanazijua, na ukishajua hivyo
hakikisha una adapt haraka na unaanza kutafuta suluhu ya kuweza kuprotect biashara yako dhidi ya hao matapeli. Baada ya kusema hayo, najua tutakuwa tumejifunza. Make sure that una save hii video, una share, una like, una comment, lakini pia usisahau kusubscribe kwa sababu next video nitaelezea aina mbalimbali za utapeli ambao umekuwa ukifanyika kwenye mitandao na kuweza kutuharibia biashara zetu, na si hivyo, kuna vingi vya kujifunza hapo baadaye. Have a nice